Salamu pendwa, I hope mko poa na mnaendelea salama. Basi toka nimeposti aina ya viungo ambavyo ni muhimu sana katika jiko lako, watu wengi walikuwa wananiomba mwendelezo. Sasa leo nimeamua kuwaletea mwendelezo na nitajadili kama viungo vya aina 6 hivi. Basi kaa na mimi uvione hivi viungo vyote ambavyo ninakwenda kuvijadili. Kiungo cha kwanza ambacho ninakwenda kukizungumzia ni curry powder. Curry powder bwana ni kiungo ambacho ni kizuri sana na ukiwa nacho jikoni kwako utaona unakitumia kwenye matumizi ya aina mbalimbali. Na posti zangu zote huwa napenda sana kutumia curry powder. Unaweza kuiweka katika michuzi au vyakula vya nafaka kama kande, maharage, mbaazi, yani inaingia sehemu mbalimbali. Hata wakati wa kuchoma kama hauna barbecue masala, unaweza ukachanganya viungo vingine na ukaongeza na curry powder. Hata katika pia upishi wa chipsi ni nzuri sana. Yote kabisa inaongeza ladha na vyakula vyako havitokuwa na ladha ya kawaida. Na ni antioxidant nzuri sana. Kiungo cha pili ni garam masala. Garam masala nayo ni kiungo ambacho kinatumika sehemu mbalimbali, kwenye upishi wa pilau, kwenye vitu vya kuchoma choma na hata kwenye chai. Ila sasa kwa upande wa chai, tizama boksi au kibobo ambacho kinauzia hiyo garam masala, uangalie kama inaruhusu kuwekwa katika chai. Ina mchanganyiko wa viungo vingi sana kama binzari nyembamba, wengine wanaweka iliki humu, wengine wanaweka karafuu. Ni vile ambavyo mtu ameamua kuandaa garam masala yake. Na kiungo kingine kinachofuata ni paprika. Hii paprika watu wengi huwa wanaulizia, mpendwa, hizi ni pilipili boga za rangi nyekundu na mara nyingi hukaushwa kisa husagwa ndio unapata paprika. Inaweza ikachanganywa na pilipili au bila pilipili. Ni antioxidant ambayo ni nzuri sana na ni kiungo ambacho unaweza kukitumia kwenye vitu vingi sana, kwenye choma choma, ila pia kwenye michuzi. Kama unavyoona posti zangu nyingi pia huwa ninaitumia paprika. Na pia bila kusahau inaongeza ladha na rangi nzuri katika chakula chako. Yani rangi ya chakula haiwi mbaya. Badala ya kuweka rangi hizi zenye kemikali nyingi, basi unaweza kutumia tu paprika. Kiungo kingine ni manjano au turmeric. Watu wengi sana huwa wana underestimate manjano. Lakini hii manjano bwana ina faida nyingi. Ni antioxidant, lakini pia inasaidia sana kwenye mambo ya uvimbe, mambo ya matibabu. Hasa kwa wale ambao wametoka kujifungua. Mara nyingi unakuta mtu anakuambia chukua maziwa ambayo ni freshi, tia na manjano kidogo kisha kunywa. Inasaidia sana 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 kutibu vidonda. Lakini pia kwenye chakula inasaidia rangi nzuri, ladha, ila pia ni antioxidant nzuri sana. Kitu kingine ni hii sea salt au wengine wanaita pink salt. Mpendwa, usichukulie poa hii chumvi na haiwezi kufanana na zile chumvi za kawaida tunazotumia. Ina madini mengi sana, ni antioxidant, lakini pia inasaidia mmeng'enyo wa chakula na inasaidia pia kuhifadhi maji kwa wingi katika mwili wako. Cha kuzingatia zaidi, hakikisha hauitumii kupita kiasi. Unaweza pia kuweka katika maji ya vuguvugu ukawa unakunywa kiasi kidogo tu, usiweke chumvi nyingi. Kiasi kidogo sana inakusaidia. Kiungo kingine ni karafuu ama cloves. Hichi nacho ni kizuri sana. Wale wapishi wa pilau, biriani, chai, na pia karafuu unaweza pia ukaitumia kurahisisha mmeng'enyo wa chakula katika mwili wako au tumbo lako au mfumo wako wa chakula, na ikasaidia katika safari yako ya kupunguza uzito. Kwa hiyo usichukulie poa karafuu na ni vema uwe nayo nyumbani. Ni tiba na ni dawa. Ni kiungo lakini pia ni dawa nzuri sana mpendwa. Kwa hiyo viungo vyote hivi nilivyokuandalia hapa ni muhimu mno. Nina imani kupitia posti hii utakuwa umejifunza mambo mengi sana na umenufaika. Wakati mwingine tena nitaendelea na viungo vya aina nyingine nyingi zaidi ili tuendelee kujifunza zaidi. Pia mpendwa, usisahau kulike,
kushare na wapendao, kucomment kama una swali lolote nitakujibu, au kama kuna kiungo kingine ungependa niendelee nacho au nianze nacho pia kukielezea, nitafanya hivyo. Na yote kabisa usisahau kusubscribe. Hadi wakati mwingine, ninawapenda sana. Shukran.